Siku ya Jumatano tulijifunza kwa habari ya Pasaka, tukajua nini maana ya Pasaka, lakini tukaendelea na somo linalosema Pasaka ni siku muhimu katika dini za Uyahudi na Kikristo. Kwa sisi huku tunasema hivyo, na tukapata maana neno Pasaka ni Pesach, yani kwa Kiingereza Passover, Peter Jew. Somo letu tunasema mateso ya Yesu Kristo yanadhihirisha ushindi kwa Mkristo na kumtambulisha wito wake. Haleluya. Tukaangalia Wafilipi 1:29, tukaendelea pale, baadaye tukaangalia tukasema kukataa njia za kipagani, makemeo. Tukaona makemeo kadhaa, lakini leo yale makemeo Bwana Yesu, siku kama ya leo miaka 2000 iliyopita, siku kama ya leo hayo makemeo yaliondoka chini. Siku kama ya leo maadui walinyamaza kimya. Siku kama ya leo mbinguni malaika walishangilia kwa upya. Siku kama ya leo tulipata neema ya kuwa huru. Siku kama ya leo malaika walisema afadhali, maana mwanadamu amepata ukombozi tena. Siku kama ya leo tulipata haki ya kuwa huru. Siku kama ya leo walishangilia sana kama ambavyo wanashangilia wewe. Waliokuwepo wakasema afadhali, tumepata neema ya kukombolewa kwa upya. Tumepata kibali cha kutembea kifua mbele, kwa sababu aliyejitoa msalabani hawezi tena kushindwa. Akatangaza kabla hajafa. Mwanaume akasema hivi, sikiliza, mimi nakufa hapa, ila natangaza mkutano. Tukutane wapi? Tukutane Galilaya. Akanyanyuka kabla ya mkutano, akawatangulia. Wanaposogea akawa ameshafika. Wakashangaa, huyu imekuwaje? Muulize mwenzako, ilikuwaje? Muulize, ilikuwaje? 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 Tunaendelea na somo, sema amina. Leo tutaangalia faida. Andika, faida za ukombozi wa mwanadamu baada ya Yesu kufa na kufufuka. Faida za ukombozi wa mwanadamu baada ya Yesu kufa alafu akafufuka. Wewe jiulize, mtu anatangaza mkutano alafu anaenda kufa, alafu anaambia sikiliza, tangulieni. Yaani huko tangulieni, nakuja. Sio nakuja kati ndio kusulubiwa. Nakuja. Faida. Faida namba 1, mwanadamu aliwekwa huru au alitoka katika vifungo vya mateso na kuwa huru. Mwanadamu aliwekwa huru au alitoka katika vifungo vya mateso na kuwa huru. Kabla hatujapata ukombozi tulikuwa kwenye mateso, si ndio? Si ndio? Dhambi ilitulemea, si ndio? Lakini baada ya Yesu kufa tukapata uhuru. Sio tu uhuru, tukatoka kwenye vifungo vya mateso tukawa huru zaidi. Tuko sawa? Nataka nipate msomaji wangu atanisomea kitabu cha Yohana 15 mstari wa 12 mpaka 15. Yohana 15:12 mpaka 15. Msomaji wa juzi yuko wapi? Yuko wapi? Uko na mtoto? Mtumishi? Tutaenda kwa speed. Yohana 15 mstari wa 12 mpaka 15. Twende soma. Ndio. Amri yangu ndio hii. Mpendane. Tulia papo. Kama nilivyowapenda ninyi. Baada ya Yesu kutambua kazi aliyonayo mbele yake, akatoa amri kuu, tupendane. Lakini akasisitiza, sio tu mpendane kwa sababu tu mpendane. Kama nilivyowapenda. Si ndio? Kama
anavyotupenda yeye, na sisi ndio hivyo hivyo tupendane. Amen. Endelea. Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu, wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Kama una rafiki, punga hivi mkono. Una rafiki hapa kanisani, punga mkono. Punga mkono. Sisemi kama una rafiki huko mtaani. Tunaanziaga hapa Yerusalemu. Si ndio? Kama una rafiki hapa, punga mkono. Najua hapa wote ni familia hii, ila kuna rafiki yako kipenzi. Si ndio? Yaani kuna mtu ambaye unampaka siri, unajua huyu nikimpa siri zangu na muamini. Si ndio? Lakini huyo rafiki uliye naye mama, huyo rafiki yako kipenzi uliye naye hapa, hauwezi ukaruhusu sasa hivi tupunguze jicho moja ubaki na moja kwa sababu ya uhai wake. Sio rafiki. Hauna kwa namna hiyo. Hayupo. Umesikia? Anasema rafiki yupo, lakini wa namna hiyo hayupo. Sasa Yesu anakwenda kujitoa mzima mzima. Sawa? Ameshahama kwenye hali ya urafiki, ameshahama kwenye hali ya ukoo, ameshahama kwenye hali ya familia, ameingiwa na utungu ule wa ndani. Anasema iweje mwanangu ateseke namna hii? Wacha niende nikafe kwa ajili yake. Ndio maana walikaa kikao, wakasemezana, hivi nani niende? Nenda wewe. Niende. Akipima kinachotokea kufanyika mbele. Anasema siwezi chagua mwingine. Mpaka kufika hatua ya kufanya maamuzi haikuwa jambo jepesi. Amina, endelea. Ndio. Nyinyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda ni waamuru. Anaanza mtu anajitoa uhai, anapozidi kuendelea kutoa maelezo, anaanza kutubembeleza. Nyinyi wanangu, mmekuwa rafiki zangu kwa sababu ninayoamuru mnayafanya. Ndio. Siwaiti tena watumwa. Kwa maana mtumwa hajui atendalo bwana wake. Amen. Lakini ninyi nimewaita rafiki. Kwa kuwa yote niliyoyasikia kwa Baba yangu nimewaarifu. Amen. Kwa kuwa yote aliyoyasikia kwa Mungu Baba amefanyaje? Ametuarifu. Ndio maana kabla hajakwenda kuteswa, hajafikia kufa, anaanza kutoa habari zijazo kabla ule wakati haujafika. Mpaka Petro anasema, ni nani atakaye kukana? Anaambia tulia. Lakini Petro anampenda, alikuwa kielele. Si ndio? Akapambana. Alipoona bwana wake amekamatwa, akachukua panga akafyeka nini? Yesu akamwambia, sikiliza, hii ngoma haipo kwa ajili ya ngumi na mapanga rafiki yangu. Hii ipo rohoni. Sawa? Iko wapi? Iko rohoni. Hizi panga weka hapa. Tunaingia wapi? Rohoni. Mwisho wa siku akasema, sasa huyu amenikataza nisitumie panga. Hapa ni kufanyeje? Kumsaliti. Si ndio kilichotokea? Yesu alimkataza. Sikiliza, hapa hatushiki mwiko kupigana hapa. Hatukimbizani hapa na marungu. Tuko rohoni. Lakini baada ya hapo, Petro anagundua, sina kitu cha kwenda kumsaidia kumtoa pale. Wacha ni msaliti niondoke. Baada ya usaliti, anatoka pale, anakumbuka, jogoo amenishinda maarifa, amewika na alishatajwa kwamba atawika. Akarudi kulia. Si ndio? Ndio maana Yesu anasema hivi. Si ndio? Amina. Tuko pamoja? Kama unaandika punga mkono namna hii. Amen. Wakati ulipokombolewa ulikuwa huna furaha iliyotimilifu.
wakati sijakombolewa sikuwa na furaha iliyotimilifu. Nilikuwa katikati ya mateso. Ili nipate furaha ni lazima niigharamikie kwa kulipa kitu fulani. Ili nipate kusamehewa dhambi ni lazima nitoe sadaka, nipeleke sehemu ambapo ni patakatifu pa watakatifu. Na penyewe walikuwa hawaendi kiholela, ni lazima wapo mmoja anayewakilisha wengine, na wakati anakwenda wanafunga kamba miguuni. Akishaingia pale wanasubiri kamba ikitikisika, wanajua bado ngoma iko salama. Wakiona imenyamaza kimya, wanavuta anatoka nje, kwa sababu hata wale walioko nje hawajiamini kukanyaga pale, wanaona bado wana dhambi. Lakini Yesu alipokufa msalabani, pazia likagawanyika, patakatifu pakabaki wazi, tukapata neema ya kukanyaga. Yoyote mwenye dhambi anaweza kuingia kutubu, anaweza kusamehewa, anaweza kuhubiri Injili, anaweza kutembea na kusema leo niko huru mimi. Hatukuwa na furaha hii tunayofurahia hapa. Amina. Amina. Hatukuwa hivi. Sasa mwingine analalamika, mimi kanisani tunionaje? Nguo zenyewe chache. Mtu haji kanisani kwa sababu nguo chache. Wewe, furaha aliyoigharamia Yesu sisi tuipate haiwezi kulipwa na nguo moja ambayo unasema siwezi kuja. Yaani, sijasuka nywele, watanionaje? Maidia, hizo nywele zenyewe aliyekuumba anazijua mpaka idadi yake. Kwa tukio cha chana, tutajua huyu mtu alikuwa amechelewa kwa anakimbia kwa ibada, tutakusaidia kwa akachana nywele umeshafika kanisani. Utaonekana mtu wa maana kweli. Si ndio? Sasa wewe ulikata saluni, sijana. Vijana wa kiume, sijanyoa. Acha leo imeite bwana. Tumeja nakupigia simu, mwanangu ulikuwa wapi? Swaka nyingi. Wachungaji wana kazi. Swaka nyingi, chamana. Alafu huyo anarudi kwa baba. Baba niombee, nipate baraka, nipate. Wewe baraka unazipata wapi? Ibada unachenga. Baraka zinatoka? Natoka nyumbani. Na nyumbani. Ibada njema mwanzi. Kama nyumbani tu unatoka kieleweke. Ukija huku unataka baraka. Na wakati huko kwenye kutengeneza uwezi. Baraka toka? Si haipo. Ndio maana kikao kilianzia wapi? Mbinguni. Kabla Yesu kushuka, kilianza nini? Wapi? Wakaanza kuteule. Nenda fulani, hapana siwezi. Wakajadili kwanza nyumbani ambako niko mbinguni. Akapatikana jembe mwanaume, akasema hata niende mume. Mgongo wangu ni halali ya kuokoa wanadamu. Akabeba dhambi zetu. Alipofika hapa akatuokoa sisi. Ndio maana leo tuko huru. Mpaka sasa tumechekelea ni kwa sababu kilianzia mbinguni. Ibada ya ukombozi haikuanzia duniani, ilianza kwanza mbinguni. Alafu akashuka hapa mwanaume akasema nimekubali yote, wacha niwakomboe wanadamu. Wamepoteza furaha, moja nikarejeshe. Yaani baba mchungaji acha tu. Mimi napita kweli. Nina mwezi mzima ni ugali tu. Unapita na unakula ugali. Eti mama anapita. Ila ugali nyumbani upo. Maharage, mboga za majani na ndizi anapiga sisi. Lakini anapita. Kwa anachotaka ni mzozomo. Ndio waseme hapa sasa Yesu ni Bwana. Mtu mmoja nikamkuta sana. Tulienda sehemu fulani. Tukapewa chakula kizuri kweli. Bwana akala akashiba kafulani. Haya ndio maisha ya watumishi. Nikamwambia acha ushamba. Haya sio maisha ya watumishi. Hatujaitoa misosi. Sisi sio kazi yetu hii. Vikiwepo vipokee, kama havipo hubiri, nenda. Mfurahie Yesu kwa sababu wale watu mwafikishia neno. Usiangalie ile misosi. Si ndio? Alafu chakula hicho kusaulika. Si ndio? Chakula hicho ukila hapo, kesho njaa iko.
unasahau na jana. Lakini Yesu hasahauliki, si ndio? Yesu afanye mtikise jirani, mwambie Yesu hasahauliki. Mwambie Yesu hasahauliki. Mwambie wewe ni wa thamani. Usijilinganishe na misosi. Sikise mambo, usijilinganishe na misosi. Wewe ni wa thamani. Usijilinganishe na pilau, alafu pilau bubu. Sasa kaishi itakula nini? Wewe. Yaani tu kidogo cha kufiwa msalabani na Yesu. Hiyo ni furaha moja kubwa sana. Wacha kujilinganisha na viazi vya chipsi. Kuna wengine wameshapanga na kweli. Leo umetoka mtoko Jumapili. Kuna watu Jumapili hawaonekani ibadani, hawameenda kwenye mitoko. Utatoka na kanisani tutakusahau, utatoka hiyo hiyo. Si ndio? Utatolewa out. Itakuwa out. Bora baki ini, sio out. Sijatoka muda mrefu kweli, tangia Januari. Nitoke niendepo na beach. Kule kuna mashetani, unafikiri kuna uzuri? Tena kama sikukuu. Niwaambie kitu. Tuongee tu kweli. Mama mtu mzima kama huyu. Wapo kule beach. Watu wazima kama nyinyi wa mama. Na wababa kabisa wapo. Vijana kabisa kama huyu. Kama mimi hapa na bibi. Wapo kule beach kule. Si ndio? Hivi ukiwa nyumbani unaweza kujifunga kakanga hivi ukapita mbele za watoto kweli? Uko fie anaenda kuoga fie. Utaenda? Lakini kule kuna manini? Mashetani. Yaani kale kaanguka ndani ka mwisho. Mnapokajua nyewe kwa jina. Sawa? Na huko havai kaanguka kokote. Ndio anachomoka sasa alijaa kwenye maji. Na wao nasema na mimi naenda huko out. Shika ndabu yako. Ndio out tulete mashetani huko ndani. Lakini Yesu alipokwenda msalabani akafa, tukapata maarifa. Na hayo maarifa tunayatumia sasa. Hatutoki out yetu ni Yesu. Akipeleka out, Yesu hututoa out. Ndio maana tunang'aa. Hatung'ai kwa maji ya bahari, tunang'aa kwa maji ya uzima yaliyotoka bafuni mwa Yesu. Tumetakaswa kwa damu ya Yesu. Hatujatakaswa kwa maji ya bahari. Wacha kutoka. Wewe unafurahia eti kitu kule atanunulia na nini? Baga fikoroga. Baga walishe paka baki moja kama mhubiri mbonge. Yaani uishe. Alafu kipiga simu kwa baba. Yaani baba akikupigia simu akakwambia, "Baba nilienda sikukuu sasa nauma." Mwambie mwanangu. Wewe unaweza kama wiki hivi kwanza uteseke kidogo. Hii siku ukipona uwe na adabu. Si ndio? Uwe na nini? Na adabu. Kuna watu wanaombewa makanisani. Wanafunguliwa kabisa. Akishajisikia kama unafuu, anaweza kufanya hivi kabega. Anaenda kuyakwapua mengine. Mwezi humuone hapa. Wiki 2-3. Miezi 2. Yakisha mbana kule. Anaomba, "Baba niombe. Sijisikii vizuri. Nikifanya hivi mguu unahisi kama narudi hivi." Lakini sio ndani. Amen. Wakule nje. Si ndio? Sio wapi? Sio ndani. Wakule nje. Namba 2 hiyo ni Yohana 16:20 mpaka 24. Na Yohana 17:13 mpaka 14. Haleluya. Haikuwa rahisi kupewa furaha kirahisi. Soma jambo amekimbia. Yohana 16:20 mpaka 24. Na Yohana hiyo 17:13 mpaka 14. Haikuwa rahisi sisi kupata furaha kirahisi.
Wao wanafurahi vipi? Mlevi akiona kisiki wakati wa giza anaanza kutukana matusi, anajua ni mtu amesimama. Anayumba hivi anasema, au ni kweli ninakuona wewe. Hana furaha, muda wote anahisi anavamiwa. Lakini Yesu akatupa furaha. Sema mwanangu, hapana, kawa. 20-24. Amini nawaambia. Ninyi mtalia na kuomboleza. Bali ulimwengu utafurahi. Anasema mtalia na kuomboleza na ulimwengu utafurahi kwetu. Ninyi mtahuzunishwa. Lakini huzuni yenu itageuka kuwa furaha. Mstari wa 21. Ndio. Mwanamke azaapo yuna huzuni kwa kuwa saa yake imefika. Sikiliza hapa anapoeleza. Mwanamke azaapo kuwa na huzuni kwa kuwa saa yake imefanyaje? Imefika. Imefanyaje? Sasa ni mwanzo na mama. Hivi mkienda leo unasema eti baba, tuwaulize kina mama. Hapa Yesu ana mfano nao utoa ni halisia ambao mpaka sasa kwenye maisha ya kawaida tunao, si ndio? Mwanamke unapofika saa yake ya kujifungua, anahuzunika, anaumia, anacheka, anapata maumivu. Akishajifungua ile maumivu anayasahau. Tulala, kicheko kinabadilika, kinaanza kuonekana ni kwa sababu amepata katoto. Si ndio? Endelea hapa. Lakini akiisha kuzaa mwana. Sikiliza sasa. Akiisha kuzaa mwana, hakumbuki tena ile dhiki. Hakumbuki tena yale mateso. Kwa sababu ya furaha ya kuzaliwa mtu. Hata Yesu wakati anakwenda kukinywea kikombe cha mateso, alipiga taswira akasema, nani kama ni mimi Mungu natakiwa nikutie hapa, naomba unibadilishie. Akaambiwa ni hapana, kinywe. Ndio maana wewe mama mjamzito, ukifika saa yako unaweza kusema, Mungu nibadilishe tu niende kwa mwanaume wangu. Aliendi kwa mume wako. Kinywe tu kikombe. Lakini Yesu baada ya kukinywa kikombe na kuchukulia mfano wa mimba ya mama mjamzito, alipomaliza akasahau yale mateso, akafurahia kwa sababu amepata mtoto, amempata mwanae waliokuwa na hangaika naye tumboni, sasa amempakata mkononi. Anasema, mwanangu nyonya maziwa hapa, mwanangu kula hapa, mwanangu kunywa haya, mwanangu tulia lala hapa. Endelea. Mstari wa 22 unasema, basi ninyi hivi sasa mna huzuni. Lakini mimi nitawaona tena, na mioyo yenu itafurahi, na furaha yenu hakuna awaondoleaye. Na furaha yetu. Sema na furaha yetu. Sema na, mshike mkono jirani mwambie, na furaha yetu hakuna atakayeweza kutuondolea. Sema kutuondolea. Ukitaka iondoke umependa mwenyewe. Lakini Yesu alishamaliza. Na amesema furaha yenu hakuna atafanye. Hakuna, hayupo. Ni mavazi mazuri. Vichipsi. Haya makuku ya sasa. Nini? Mishikaki ya kumoja. Sasa muda mwingine manyama ya mafungu ya tegete. Nini? Kitakuwa nini? Kangoka suku au furaha yako yono? Mama, nini? Kikondo hili? Mwingine anambia, mimi natumia mkaa miaka yote tu kafanya nunui gesi. Mimi hata sina furaha. Wewe. Huu mkaa wenyewe nao kumnunulia, mshukuru Mungu. Amen. Wenzako wanafanya ndio wanapika. Na bado kanisani wanakuja. Wewe unasusa kuja kanisani kwa sababu unatumia nini? Mkaa. Mkaa. Wewe unatumia kuni. Na kanisani wanakuja. Wewe mkaa na unakasirika.
ambao unaweza kaweka ndani ukapika. Unaweka hata kama tiles, unaweka na kimbao, unaweka jiko unapika. Si ndio? Ugali na hata kama mvua inanyesha nje huna habari nayo. Mwenzako anasubiri mvua katika aweke wapi mafika. Na ibadani yupo. Na ndio waaminifu wa ibada watu wa namna hiyo. Lakini watu wa luxury maisha yao ya bwelele ni wavivu hata kanisani. Ikifika muda wa ibada ni kwanza anabadilisha nataka yake tamsi. Tamthilia zote anazijua kwa majina. Mwambie aseme mwanzo mpaka Ufunuo, hawezi. Tamthilia zote wanazijua kwa majina. Na sasa hivi baba, kuna pepo limeingia kwa wamama majumbani. Ni tamthilia. Vijana wa kiume ni mpira. Anazijua tamthilia zote kwa majina. Na ikirudiwa yaani ni hasa msingi wakirudia kuirusha. Hii ni shayona hii imerudiwa hii. Lakini mpe Biblia, mwambie sema Mwanzo, Kutoka, Mambo ya Walawi, Hesabu. Hajui. Vitoto vya Sunday school sasa hivi makanisani ndivyo vinavyoongoza kushika maandiko. Sio watu wazima. Uongo kweli? Ukimkuta msomaji mzuri wa Biblia mtu mzima kuna namna alipitishwa na Mungu. Hao ambao hawajapitishwa sehemu hawawezi kuelewa anachokisema. Lakini aliyepita na kuingia fulani anaelewa nini ninachokizungumza. Dada mmoja amekaa miaka 6 kanisani. Miaka 6 yuko kanisani. Mtoto ni mgonjwa. Akimwogesha anabanduka ngozi kama karatasi. Akahama nyumbani kwake akahamia kanisani. Yule dada alikuwa ameishika Biblia kichwani tafikiri ngonjera. Yaani kitabu gani utamfungulia atashindwa kukuambia. Anakuambia mtumishi, nilikuwa sio yaani hata Mathayo kuitafuta ilikuwa shida. Ila baada ya hii shida hii iliyonipata kwa mwanangu hii, Biblia nimeiweka kichwani, nimeikariri, huwezi nidanganya mstari. Kwa kuna watu wameishika Biblia kwa sababu ya shida fulani. Mungu aliwapa kibano fulani. Sio kila kitu kikija, jaribu. Hapana. Kuna wakati Mungu anasema sasa sikiliza mwanangu. Hapa nakupa kiminyo kidogo ili utulie. Maana akikuweka hapa, sasa anasema ngoja. Wewe dawa yako ndogo. Anakuchuni kidogo. Akisha kuchuni kidogo, ukija kanisani unasikia baba anatangaza maombi. Ijumaa ya leo tunamkesha. Ukifikiria ukitembea kama unarudi nyuma sasa ngoja niendake nikakeshe huko utafunguliwa. Ndio mwanzo wa kuhudhuria huko. Ndio atakubana huko vizuri. Wala sio kama msema tu lakishani tu tumekupata. Siaona kwa kuna watu wanapewa kiminyo ili watulie wapi? Kabisa. Wanajua huyu nikimpa tu uhuru akawa na afya njema, yuko ibadani. Nakutuliza tu. Anakutuliza kidogo. Akisha kutuliza, anaacha kulia uovu. Amina. 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 Tangu sasa ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nini? Na wenye nini? Na wenye nini? Huo msaada ameshawakilisha Yesu. Ameshakufa msalabani. Anamaanisha ya kwamba ufalme wangu hauchukuliwi kisembe, umechukuliwa na wenye nguvu. Na wenye nguvu ndio hao wanaofia msalabani, ambao baada ya hapa watanyanyuka kuhubiri Injili. Wakishahubiri Injili, watu wengine wataokoka. Wakishaokoka, wataambatana nao. Akasema ihubirini Injili kuanzia hapa Yerusalemu, Galilaya na hata mwisho wa nchi. Maana yake mwisho wa nchi sio tu Tanzania, sio tu Dar es Salaam, sio tu Iringa, sio tu Mbeya, sio tu Uganda, sio tu Kenya, hata mwisho wa nchi. Maana yake unatakiwa uende sehemu ambako Injili haijafika, Injili haifikiki. Huko ndiko unatakiwa uende mwanangu. Wewe usiogope kupiga. Walishapigwa watu wa zamani. Alipigwa Petro akasema usiniweke kifo kama cha Bwana wangu. Wacha miguu yangu iwe juu, kichwa changu kiwe chini.
lakini Stefano naye ni shujaa, akapigwa mawe mpaka akadondoka chini, hakuangalia mateso, akatazama dirisha la mbinguni, akasema ninaona Baba, ninamuona Baba ananifungulia lango. Watu waitendao wameshasahau, wao wasamehe, lakini naona lango na mwanangu nakwambia lango la mbinguni, lango mbinguni. Usiangalie milango ya wanadamu, wewe tazama lango la mbinguni. Usiache Mungu, shikilia imani ili mpaka mwisho. Haleluya, haleluya. Mwambie jirani, sisi sio wazembe. Sema sisi sio wazembe. Sio wazembe. Juzi nimeona post ya rafiki yangu, nikampigia simu nikacheka sana. Joel Masombe, unamfahamu? Mkuu wa chuo cha wainjilisti lini? Cha TAG. Nimeona post yake nikacheka sana. Amepiga barakashi yake vizuri. Anawakuja Waislamu. Mtieje? Nimesoma naye Sunday school. Babake ni mchungaji Mwasonga aliyeachiwa kanisa la Chunya Rupa Tingatinga baada ya kutoka Mwakyusa. Mtoto wake Joel yuko lini? Nikaona nikasema rafiki yangu sasa na kundi langu lote asilimia kubwa wote sasa hivi ni wachungaji. Amen. Haleluya. 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 Haikuwa rahisi kupewa furaha. Sio hivyo unavyofikiria kizembe. Nisomee 17:13 mpaka 14. Yohana 17:13 mpaka 14. Amekuja kwetu ili furaha yake itumie ndani yetu sisi. Mwambie jirani yako hivi, amekuja kwetu ili furaha yake itumie na kwetu sisi. Wanafikiri ameleta uzuri? Angeleta uzuri asingekuja kufa. Si ndio? Akisema mama chana na acha tese. Tungeteseka. Wengine hata sisi hapa tusingekuwa na ubidi hapa sisi. Si ndio? Wengine hata mchungaji Adamu nisingemfahamu. Si ndio? Lakini kwa sababu Yesu alishakuwa msalabani, akalipa deni ambalo mimi hata kama ningeuza na visuti yangu hivi nisingeweza kulipa deni. Si ndio? Na kwa elimu kama msifuri msingeweza kulipa nini? Niseme fanye. Na hiyo elimu ningesomea wapi? Na hata sikuwa na haki. Nani? Ungesomea? Hiyo nyumba mama ungejenga wapi? Simejenga. Ungejenga wapi? Haukuwa na haki. Yaani wewe umiliki hatukustahili. Ila ni neema iliyoshuka ikatubeba. Baada ya kutubeba tukastahilishwa. Baada ya kustahilishwa ndio maana tuko pamoja. Leo tumekaa tunasikiliza neno la Mungu. Amina. Mimi biashara nikifunga zinakufa. Wewe una maombi. Mimi yani sio kufanya kazi gani? Yaani hujui hata ufanye kazi gani? Hujui hata ufanye kazi gani? Mimi nilishamwambia Dar es Salaam hii. Mimi nimeoa. Dar es Salaam hii. Siwezi kulala njaa. Unasema kwa sababu anafanya kazi hospitalini. Sijisifu kwa sababu ya kazi yangu. Hata kama ningekuwa sijapata hiyo kazi. Ila Dar es Salaam siwezi kulala. Kwa nini niulize? Kweli nimekosa kazi. Nishindwe tu kupiga kitambaa changu usoni nibebe roba la makopo nikokote nipate hela yako? Kuna mama ametoa ushuhuda mtandaoni na msikiliza anasema nimepata makopo miaka 20, amepata makopo miaka 20. Hajawahi kulala njaa. Na anasomesha watoto. Lakini kuna mtu anakuambia sioni kazi yoyote ya kufanya. Sijui niende nikafanye kazi gani? Jamani kuna kazi mitaji mpaka shilingi 10,000. Anayeuza matunda, muulize wewe unazungusha matunda. Kwani msingi wa matunda ni shilingi ngapi? Lakini mnaona umekaa tu kizembe. Kuna mzee wetu mmoja sisi kule mtaani kwetu. Yeye asubuhi na mapema, mboga, tembele, bamia, nyanya chungu, bilinganya anauza. Lakini sasa kijana, simama rafiki yangu. Kijana sasa hivi huyu nimpe tenga, baskeli, nimwekee mchicha, matembele, Chinese.
kule nikikata kona huku nakutana na Rosemary. Nikikata hapana mtumishi. Kwa kwanza nikamwombe Mungu. Wanaogopa kufanya biashara ndogo ndogo baba. Lakini ndio hao wanarudi kwako, tuombe tupate kazi. Kazi zingine hazihitaji misingi mikubwa, ni kidogo tu. Wanaochoma mahindi stendi hawana misingi ya mamilioni. 50,000 yenyewe haifiki. 20, 30. Ameanza mahindi. Yaani hiyo 30 pamoja na mkaa na jiko lake. Anaanza taratibu. Naenda. Baadaye huyo alikuwa anachoma mahindi anahama. Ndio anachoma mahindi lakini pembeni ya jiko lake kuna karanga, kuna vipipipi, biskuti. Wale wa stendi unaona gani? Baadaye anahama, anaacha kuuza pale stendi. Yuko kwenye kibanda hivi kama mabati. Baadaye anahama, anaondoka. Amelipia ka frame kadogo. Baadaye anahama, unasikia yule fulani mchoma mahindi ndio mwenye ile duka la jumla pale. Sasa walokole walivyo baba, wanakuambia wewe historia ya tajiri ni fupi afu ya kiongo. Eti nilianza kuchoma mahindi nikaja kuuza duka la jumla. Alisota. Alafu sasa akishafanikiwa yule mmataifa, vijana wa kirokole sasa, si nimeshakuwa duka la jumla. Ndio wanataka kufanya kazi hapo sasa. Naomba kazi hapa, nitakwenda kusaidia kutoa mizigo na kuiweka ndani ya jioni, nitapatia 5,000. Aondoke tu nyumbani ameshaoga, ameuramba, ameshika kasimu kake hivi, anatembea karibu. Mwambie mwenzako vina gharama. Sema vina gharama. Mwambie vina gharama. Nikwambie gharama yake. Unapopambana sana kwenda kwa yule mtu, namba 1 anakubana usipate muda wa ibada. Ukishakosa muda wa ibada, kiroho chako kinakufa. Kikisha kufa kiroho chako, haujui ile biashara inaendesha na nguvu ya namna gani. Anakufanya wewe ndio unaifanya ile biashara isonge mbele. Tumia taka. Lakini Yesu baada ya kuja, yote kayaondoa. Sasa hivi fukuza, amsha, teketeza, ondoa manyama uzembe makanisani. Watu wakapambane. Huyu Yesu tusimwaibishe. Namba 3. Mwanadamu alipata nguvu za kushinda vita bila kutumia silaha za kimwili. Mwanadamu alipata nguvu za kushinda vita bila kutumia silaha za kimwili. Tuko sawa sawa? Yaani kabla ya Yesu. Kabla ya nani? Ya Yesu kufa. Wachungaji wanajua wameshaenda na vya Biblia. Yaani ni kwamba ili mshinde vita ni mapambano kweli. Si ndio baba? Yaani ili ukishasikia yule Mfilisti kapigwa, haikuwa tu hivi rohoni tu peke yake. Yaani alikuwa rohoni na hivi vinavyoonekana. Baada ya Yesu kufa, anasema vita vyenu nyinyi sasa hivi si vya damu na nyama. Sasa hivi hatubebi bunduki kuja kupigana. Tunachokifanya ni kuzama magotini. Tukishazama magotini, tunamweleza Jehova, Baba, ninaonewa hapa na ahadi yako inasema sitoteseka tena. Kwa nini nateseka? Anakwambia zivae silaha zote za vita. Silaha za vita mwanangu ni pamoja na kuomba. Ni lazima uombe, ulisome neno kweli kweli, ujifunge chombo ya wokovu, usimame imara. Hapo tena mambo yanakwenda. Usipofanya hivyo utapambana kimwili, kiroho utakufa. Lazima uzame wapi? Ya mwilini tulisha uko isha. Ndio maana sasa hivi kusikia mnatangaza vita. Sasa ni vita ya kiroho. Tunduma na Mbeya alipo. Sasa tunapambana mkoa wa Morogoro, Tanga na wapi na Pwani vimeungana kupambana na Dar es Salaam. Haipo. Ila zamani kwa kawaida. Wanaamua tu tunaitaka Dar es Salaam. Tumeipenda pazuri. Wanainuka na majeshi yao kuja kufukuza huko. Na sisi tunapambana. Ilikuwa ni vita hivi. Na watu walikuwa wanakufa kweli. Ndio maana Sevani wanaweza wote wanapigana vita. Alipotenda dhambi mmoja walipigwa sana. Na hata kanisani ukitenda dhambi unatusababisha sisi tupigwe. Bibi anashaka. Akitenda dhambi mmoja anasababisha na mwingine wapigwe. Si yuko huko ndani? Si
Si yuko humu? Lakini huyo anayetenda dhambi na rafiki yake kipenzi. Eti rafiki yako. Yaani una rafiki yako kipenzi. Unajua sasa huyu rafiki yangu huyu. Dunda kanyanga huyu. Hautengenezi mazingira ya kumfanya akae sawa. Hilo utasikia atajijua mwenyewe. Atajijua mwenyewe. Wewe uliyeona pia una hatia. Kwa sababu hujataka kutengeneza nini? Kwa yule mtu. Si ndio? Hiyo dhambi ya yule mtu anayoifanya usishangae kwako hii kukuhusu kwa sababu hujapata ushirikiano wa kumfanya yule mtu akae sawa sawa na Mungu. Si tuko sambamba? Tuko sambamba. Siku moja mchungaji wangu mimi yaani wakati niko mbele kuna mtu akatengwa na rafiki yake. Rafiki yake hajafanya dhambi ila akatengwa na yeye. Yaani unatengwa wewe tena dhambi na rafiki yako anatengwa ambaye hajatenda dhambi. Kwa nini? Anafahamu na hajataka kukusaidia. Wote katubieni. Unafahamu kabisa kwamba huyu mama huyu anakosea. Umenyamaza. Alafu kuna gani kabisa? Atajua na maisha yake. Mungu akuachi. Anasema tajijua. Si unaanza kumsaidia lakini umekai. Subiri. Ndio maana tumepewa amri ya kwenda kuhubiri kwa watu wengine ambao hawamjui nani? Hawamjui Mungu. Tungeweza kusema watajijua na maisha yao, lakini kwa sababu ni lazima tutoke tukawahubirie, ndio maana tunapambana. Na tusipofanya hivyo tutadaiwa. Hata wewe umeona mwenzako anakosea humuoni, utadaiwa. Sawa? Sawa? Ndani ya mabano andika hivi. Vita ya rohoni ili uishinde. Kwenye mabano sasa. Vita ya rohoni ili uishinde. Unahitaji kunyamazisha mwili. Vita ya rohoni ili uishinde unahitaji kunyamazisha mwili. Tuko sasa? Vita ya rohoni dadangu ili uishinde unahitaji huu mwili wa kawaida huu unyamaze kimya. Sio kwamba huyu baba hawaji kumjaribu. Wanakuja kujaribu sana. Yaani vingine hapaswa hata kuambia. Akiwaambia hapa na wengine kiroho kinakufa. Yaani siri yake. Akikusimulia yawezekana kiroho chako kinaishi hapo. Anaunyamazisha mwili, anaukemea. Mwili unanyamaza. Ukisha nyamaza, ule mwili wa rohoni unainuka juu namna hii. Alafu anapiga goti mbele za Bwana. Anamwambia Baba, hili kanisa sio langu mimi. Hili kanisa ni lako mwenyewe. Lakini umenipa dhamana ya kuliongoza hili kanisa. Ninaomba jambo fulani niende sambamba. Kwa sababu mwili ameunyamazisha. Mungu anageuza sura yake. Anasema mwanangu wa damu, usijali nimesikia. Wacha nitengeneze pa kupita. Unakuta asubuhi anaamka, anatembea namna hii. Unasema mbona baba waga haumi? Sio kama hawezi kuuma. Ni kwa sababu huu mwili wa kawaida ameunyamazisha kimya. Ndio maana magonjwa yanapita pembeni. Ndio maana njaa inapita pembeni. Ndio maana wakati mwingine hawezi kuishia. Umaskini unapita pembeni. Utajiri unamwijia. Ule utajiri wa haki. Akishasema neno inasema mara 100 duniani kisha uzima wa milele. Hapa ameutuisha mwili. Vinazungumza vya rohoni. Na wewe mwanangu unakwambia wacha vya rohoni vizungumze. Visizungumze vya mwili. Vya mwili vikizungumza tuambie nyamaza. Ninahitaji vya roho vizungumze. Vikizungumza vya rohoni hautopata majuto. Vikizungumza vya rohoni biashara zako zinasonga. Vikizungumza vya rohoni watoto wako wanasonga. Vikizungumza vya rohoni ndoa yako inasimama. Vikizungumza vya rohoni tunapata raha. Shida mbili tumeipa kipaumbele. Wakaka wadada anakikaa ameweka bando akiperuzi hivi, anakutana na wadada wajavaa nguo, anastupisha kwanza, anaangalia ule ni mwili umeuruhusu, anapeleka. Sasa ni wewe tangia umeanza unafanya hivyo
Haviishi. Vipo tu. Jiulize, vinatoka wapi huku chini? Visivyoisha. Shetani amewafanya watu kuwafungia akili yao kwenye chupa ya maji isitoke, yaani baki na logologo kama kumbikumbi aliyetoa kwenye kopo ambalo halina maji. Anaruka, anajua ametoka nje, yuko mle. Na wewe unaruka uko mle. Ukigeukia huko TikTok, ukigeukia huko WhatsApp, ukigeukia huko Instagram, ukigeukia huko Facebook, yaani uko pale unaruka tu. Wanafikiri kutisha mwili mjamdogo. Yule baba aliutiisha mwili ndio maana akaja hapa kuchunga. Angesema uruhusu mwili asingekuja. Angesema kulala njaa mimi mchungaji nianze kuombea raia nisiowajua hata ukoo wao. Akasema sawa baba, nimekubali. Akasalenda mbele za Bwana. Na wewe jioni leo salenda mbele za Bwana. Mwambie Bwana, niko tayari kusalenda mbele zako. Niko tayari kutiisha mwili. Yohana 19:7-10. Twende haraka. Tusipomaliza tunamalizia usiku. Yohana 19:7-10. Msomaji wangu, twende sambamba. Ndio. Wayahudi wakamjibu. Huyo ni Yesu. Wakamjibu, sisi tunayo nini? Sheria. Na kwa sheria hii amestahili kufa. Hapo wanamtengenezea Yesu sababu ya kufa. Lakini kwenye ulimwengu wa roho hawajui damu wanaolitengeneza litawalamba. Kwa sababu alijifanya kuwa, yaani wenyewe wanasema kwa sababu alijifanya kuwa mwana wa, kumbe ndio mwana. Ndio hawajui. Wamefunika hawaelewi. Basi Pilato aliposikia neno hilo akazidi kuogopa. Akaingia tena ndani ile Praitorio. Akamwambia Yesu. Wewe umetoka wapi? Lakini Yesu hakumpa jibu lolote. Sikiliza hapo. Lakini Yesu hakufanya nini? Hakufanya nini? Tayari mwanaume akanyamaza kimya. Pilato akamwambia, usemi nami? Sikiliza, Pilato akamwambia, akamwambia usemi. Ndio hichi ninachokuambia hivi. Huo mwili wako kisha utiisha. Kuna wakati unakurudia na unakukumbusha. Sikiliza. Hujanipa chakula leo. Hamnipi mzosi. Huo mwili wako. Huo mwili unakuambia sikiliza. Hujaweka bando leo, siangalia Facebook. Huo mwili si ndio? Huo mwili unakuambia sikiliza rafiki yangu. Leo unataka kutoka kaombea. Hapendi kule kutembea. Huo mwili miguu inakwambia sikiliza dada. Ile saluni ya kule kwa rafiki yako kule. Sio wewe shosti yako yuko kule. Ameenda kupenda kupiga zogo kule. Huo mwili unakwambia hivyo. Ni sababu hapo sasa Pilato anamuuliza Yesu. Au nijibu rohoni. Anawasikiliza na wapimia akili zao zilipoishia. Anasema wacha nini akili zao zitakapoishia. Ndipo Baba atakapoanzia na mimi. Nitakapoanzia mimi. Hakuna atakayeweza kuja kuhoji. Twende mbele uone nimwambia nini. Ujui ya kuwa nina mamlaka ya kukufungua, nami nina mamlaka ya kukurudisha. Sikiliza, haujui bana mamlaka. Yaani jamaa anajitamba mbele ya Yesu. Haujui bana mamlaka ya kukufungua, ya kukusulubisha, au ya kukufunga. Twende. Mstari wa 11 anasema. Ndio. Yesu akamjibu. Sikiliza jibu sasa la Yesu. Wewe hungekuwa na mamlaka yoyote juu yangu kama usingepewa kutoka. Maana yake na yeye kuna watu waliofanya awe na mamlaka. Kuna nguvu iliyomfanya awe na mamlaka, si ndio? Asingeweza kumshika Yesu kizembe. Kwa sababu kuna wakati Yesu alienda akashikwa, wakadondoka chini, si ndio? Wakabaki tena wanashangaa. Yesu wakati wale watu wamedondoka, alikuwa na uwezo wa kukimbia. Angesema, sasa si mnaona? Mnakuja kunishika. Mnapoteza muda. Ondokeni. Mpaka alipowaruhusu. Kwa nini nakwambia hivyo? Alipowaruhusu wamkamate ni kwamba baada ya
kuruhusu mwili utii. Ulipotii mwili wa kawaida, wakapata nafasi ya kumkamata. Ndio maana tuangalia mfano mwingine, Ayubu wakati anajaribiwa, shetani akatembea, anauliza unafanya nini? Nimeona mtumishi wangu Ayubu. Akasema nimemuona. Akaambiwa nenda kamguse. Ni kwa sababu huo mwili wa kawaida ulikuwa umeshaachiliwa, hauna maana tena. Yesu akapata nafasi, akaruhusu amshike. Ndipo alipomshika, lakini bado hakushituka. Kwa kuwa jamaa tumemshika amedondoka, sisi tumeanguka. Anatuambia tumshike. Nilikuwa mimi sasa nilipata kigugumizi tena. Tumekushika. Tumeanguka na hauna silaha. Jamaa hapo pointi ile mwambia sisi hatushindani kwa silaha za nini? Silaha za nini? Hiyo pointi soma pia, hatushindani kwa silaha za nini? Silaha za nini? Za mwili. Kwa pale Yesu hakuwa na bunduki pale. Kwamba sasa mmekuja. Ngoja niwaonyeshe. Yeye aliwaangalia tu kwa sauti ya upole. Akamshika. Kwa sababu haikuwa ile dakika hata wanamshika, haikuwa bado haijatimia kumshika yenyewe, walidondoka. Si ndio? Baada ya kuutuisha ule mwili wa kawaida, akazama rohoni mwanaume. Alipozama rohoni, akaruhusu wamshike. Walipomshika, wakaanza kuhoji. Lakini wakati wanahoji, yeye akanyamaza kimya. Wakamuuliza, mbona haujibu? Yesu amenyamaza kimya. Baadaye wanamwambia, haujikuwa na mamlaka. Akasema, wewe mamlaka ya kunishika nimepewa kwa sababu nimetoka juu. Maana hata yeye hakuwa mamlaka ya kumshika Yesu. Angeweza Yesu kuondoka akaenda sehemu nyingine, lakini Yesu akasema, sana wakati ndio mwana wa Adamu kuteseka kwake, lakini mateso yake yanapata matumaini mengine. Anasema, sikiliza mwanangu, mimi ninatangulia chini hapa, lakini nakuachia uzima wa milele. Na siku ya tatu nimeshaitisha mkutano, andamane twende Galilaya, maana ameshafufuka mwanaume. Alipofufuka watu wote wakapaki midomo wazi. Leo wanasema amekufa. Sawa, amekufa. Lakini sisi kwetu siku ya leo ni siku ya ushindi. Yaani sisi siku ya leo, na kushangaa wewe ambaye uko kwenye mkesha hauji. Yaani sisi siku ya leo tukija hapa, ni kushangilia, ni kuruka, ni kufurahi. Nikombe Mungu asante kwa sababu ulipojitoa msalabani, inawezekana ndoa ya mmoja ilikuwa inalegalega, lakini baada ya Yesu kufa, ndoa yake imesimama. Inawezekana watoto wako kila siku unapenda hospitalini, lakini baada ya kusikia habari ya Yesu, watoto wako hawapeleki tena. Inawezekana kuna mtu mmoja yeye kila mwaka ni kuuguza, lakini mwaka huu Bwana anasema hautauguza tena. Bwana anakutangazia uzima. Bwana anakutangazia amani. Bwana anatangaza ushindi. Acha kuwaza mawazo madogo, endelea kuwaza mawazo makubwa. Mwambie Bwana, nimejitoa dhabihu nitumike kwa ajili ya kupata watu waje kwako. Haleluya. 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 Tumalizie na 4, tutakutana jioni. Namba 4. Mwanadamu anapata suluhisho au ondoleo la dhambi. Mwanadamu anapata suluhisho au ondoleo la dhambi na kuwa na uzima wa milele. Sio tu suluhisho, na kuwa na uzima wa nini? Wa milele. Yaani anapata suluhisho na ondoleo la dhambi. Alafu yaani mwisho kabisa wa yote, Baba anatoa ahadi ambayo na amepata uzima wa milele. Anapata suluhisho la dhambi, lakini anapata maisha ya milele. Mwingine anasema sasa kuna watu mimi nawaitaka waenda wazimu, vitu havijakaa sawa. Wewe tunaamka mchungaji Adamu pale nipata kunizika. Wewe hapa hatutafuti wa kuzikana. Kama unatafuta kuzikwa toka nje. Sawa? Hiki sio chama cha kufa na kuzikana.
Useme nakuja hapa ili nikipata matatizo nipate pa kukimbilia. Hapa hatutafuti wenye matatizo wapate pa kukimbilia. Tuna Mungu ndiye ambaye anatua matatizo yetu. Tunamtafuta Mungu ili atupe nguvu za Bwana zionekane. Ndio maana Musa anamwambia, Bwana, uso wako usipoenda nami, mimi siwezi kutoka hapa. Nami nakwambia mwanangu, uso wa Bwana uambatane na wewe. Usinyanyuke kama Bwana hajaruhusu uende. Wewe tulia, Bwana atakuongoza pakwenda. Usihangaike kwa wanadamu wengine. Subiri Bwana alete saa yako ya wokovu. Nimesha sana pale kwa mchungaji. Sasa ni mafanikio. Ndio nijaribisha na sehemu hiyo. Ndio hao wakienda baba wanapigika, wakirudi unaanza moja. Wala vile mchungaji hapendi kutoka mtani. Hapendi kutoka mtani. Kuna mwingine anafunga na kuomba, analia, anasema Mungu, yaani huyu nimeshamhubiria. Yaani mbona haelewi? Hivi unajua kwamba kuna wakati mwingine yule mzee pale anakusubiria wewe, anateseka yani. Yaani anakufikiria mawazo mazuri, wewe hauna muda naye. Lakini kwanza sasa hivi ni kesho tutakuja zidi. Maombi tutakuja zidi. Unaimba kwa? Utaanza kuimba na kwa zidi. Na kazi za Yesu tutafanya. Usichenge. Usichenge. Kuanzia Januari mpaka sasa hivi mabinti nyosha mkono. Januari mabinti nyosha hivi. Mabinti nyosha hivi. Mabinti nyosha. Mbona umnyosha? Mimi nilishaoa. Siwezi watu waone. Baba naomba. Asa akasema alichambulia. Nimeshamaliza mtihani. Yaani mtoto sasa mtanifa yako. Usije kasema mhubiri. Sasa anataka angalie. Wewe nilishamaliza. Yaani uko sipo tena. Wewe nyosha mkono kwa amani zote. Nauliza swali. Toka Januari mpaka sasa hivi umeenda kumsaidia mama mchungaji kazi kwa mchungaji Muhammad? Sema kweli. Yaani sio ile kutangazwa kwa vijana serious. Yaani wewe kwamba mimi leo nimeamua niende kwa mama mchungaji kabla sina shughuli zangu nipite pale nyumbani nioshe vyombo haraka ni deki niondoke. Mara ngapi? Mara moja. Toka Januari. Rafiki yangu. Achana ile kutangaziwa na mwenyekiti wa vijana kwa wasiri. Kesho tuna kazi kwa mchungaji, mje, Ndio watu wajitoa. Nataka ile ya kwako kutoka ndani. Ile ndio sadaka yenyewe. Hii ya kutangaziana wenyewe wanakuja tu kwa sababu waonekane, wasio kuonekana hawaonekanaji. Anasema wewe mhubiri wewe, mtu maiki kwanza usijakai. Haujawahi. Waje kwenda. Msema kweli mpenzi wa nani? Hujawahi kwenda. Lakini kuanzia sasa hivi utafanya. Utaenda. Wewe nikuulize kitu. Hivi kazini kwako ndio uingie saa ngapi? Labda saa 3. Ukaamka saa 11, ukafanya shughuli zako wewe mpaka saa 12, saa 1 kamili. Ukasema haya masaa mawili mimi nilipeleka kwa mchungaji, nitaosha vyombo tu na kudeki. Yaani wewe osha vyombo tu na kudeki. Yaani habari za kupika wewe ziache. Wewe osha vyombo, deki, ondoka. Baraka utazipata au utazipata? Kuna watu mimi nawaambia ukweli na sito nyamaza kusema ukweli. Ukinichukia mimi Jumapili na chapalapa. Nitabaki na huzuni yako na anasema ukikwazika na mbinguni wewe. Nawaambia ukweli. Kuna hawa wachungaji hao. Kuna washirika wao majina yao yako hapa. Akianza kuomba tu lazima amtaje yule mtu. Na akifika kwenye jina la mtu fulani, yani unaitwa nani? Pendo. Akishaanza kuombea washirika, Baba mkumbuke Pendo. Nusu saa nzima Pendo. Lisali na kaka Pendo. Pendo. Anaenda kwa Pendo, anahama tena. Mama mzuri. Na Joyce. Na Joyce. Baba mkumbuke Joyce. Yaani wakumbuke Pendo na Joyce. Masama wewe
Sasa ameshaomba. Kwa nini anakutaja mara nyingi? Kwa sababu kazi zako zinaongea. Alafu anamalizia, Baba, nahitimisha maombi haya na wengine wote Mungu uwakumbuke. Sasa zile baraka za wengine wote za kunyang'anyana unapata kidogo kidogo. Lakini Pendo na Joyce wana package yao. Kama ni chakula, kuna hotpot ya Pendo na Joyce, haitaki kuguswa, si ndio? Lakini nyinyi wengine subira lile pa njanja kwa kweli, sio kweli? Kweli sio kweli? Sio kweli. Ukitaka kujua, jitoe kwa mchungaji wako sawa sawa, akiwa anaomba. Yaani kifika hatua kuombea washirika, mimi sikufichi baba, si yule pale, mimi siongee unafiki. Sasa wewe atakayeje lisali zima na kuombea, akiomba mama mjoni nisaidie vyombo, haupo. Lakini ibada inaendelea, unapita basikeli hapo. Alafu unategemea kuombea lisali zima. Yaani mtumishi njoo funge vyombo, baba niko mbali kidogo. Ibada inaendelea, tunakuwa tunatembea na basikeli hapo. Alafu napiga wewe. Unaenda. Wewe mwenyewe unategemea baba atakuombea lisali zima. Kwa kipi? Kwa nini? Umefanya nini? Hapo ni magusa watu, si ndio? Kijana anacheka. Hapo ni magusa watu, si ndio? Hata ni Petro lilifahamu. Yaani Petro Yesu alikuwa alitaja mara mbili kwa sababu lilikuwa ni ikafika hatua likakemewa. Wewe shetani, rudi nyuma. Ifike hatua mchungaji anamwambia, mwanangu, tulia basi hapo kidogo. Lakini anajua huyu mtu nikimwachia kila kitu kinanyoka kinaenda. Ndio maana kuna watu wanafanya vizuri kwa wachungaji, mnageuza maneno. Anajipendekeza, anataka aonekane kwa baba. Yeye ndio mfanya kazi bora, mshirika mzuri mwaminifu. Baada kidogo anapata maisha mazuri. Si tulisema amesaidiwa na mchungaji, bila mchungaji unafikiri kwa nini yule? Kapuku tu. Mchungaji mna kazi. Yaani kwa sababu ya juhudi ya mtoto wako amepambana. Unasema mwanangu naweza kufanya biashara gani? Baba ukinifungulia genge nitafanya. Nasema mwanangu yeye kufungulia. Amemfungulia genge lakini bado mtoto ni mwaminifu ibadani. Genge limeenda amefanikiwa. Maneno yanageuka. Tunaona mama mchungaji huyo, pia mama mchungaji yule, binti yule angeisha tu kuwa tu mtaani. Haeleweki yule, wazazi wake wenyewe hawaeleweki. Yaani ngara ya kushoto ni ya kulia na kulia ni ya kushoto. Si wapo? Mpaka imefika ile hali huyu baba ametoa gharama. Mpaka imefika ile hali mama ametoa gharama. Kuna gharama aliyoifanya yule mtoto, akashawishi wengine wafanye kwa ajili yake. Tuko sawa? Sasa wewe kaa hivyo. Kaa hivyo uone. Januari tu Disemba hata sebule ya mchungaji hujui. Alafu nataka baraka fungu la kutoa. Nataka baraka. Wewe ni jambazi mpaka kwa Mungu, nafikiri utabarikiwa. Ndio kijana yako. Mwambie kama ukiweza. Mwambie. Baba unaona wala ukipata. Mwambie kama ukiweza. Mwambie kama ukiweza. Wewe ni jambazi. Jambazi wengine. Leteni zaka kamili wapi? Ili kiwemo nini? Unataka ile baba kayo saidia fundi? Unataka kayo saidia fundi? Mumkute sasa na tofauti inchi 5. 1 2. Alafu anapita mtu wa nje na kanisani. Yule si mtu mwenye adabu. Amepiga kebu anabeba tofauti. Kwa nini? Kuna majambazi. Lakini baada ya yote Yesu ameshamaliza. Tunaanza upya mwaka huu. Hatutarudia makosa tena. Tulikuwa hatujatambua
Sasa tumetambua tunaanzia hapa, tunasonga mbele, tutakuwa waaminifu, hatutakuwa wezi, tutaleta kamili, tutanyanyuka kwa upya. Watashuhudia tukipaza sauti, watashuhudia tukiinuka kimaisha, watashuhudia tukibadilika, watasema wacha tuende kwa fulani tukaulizie amefanyaje. Wakija kwako mwambie neno moja umelipata kwa Bwana, ya kwamba yuko Jehova abadilishaye mambo. Unamwambia twende kanisani, akija anapata nondo, anapata mahubiri yaliyo sawa, anapata neno lisilobeshiwa, akitoka nampa Yesu maisha, na yeye anakuwa mhubiri kama mimi, anapenda kutangaza Injili. Baadaye mnafungua kanisa, mnasema halitoshi. Ni kwa sababu ya mama mmoja aliyejikana mbele za Bwana, ni kwa sababu ya mama mmoja aliyejikana mbele za Bwana, ni kwa sababu ya kijana aliyejikana mbele za Bwana. Wewe nyenyekea kwa Bwana, mwambie Baba, niko hapa, ninaomba unitumie, nimechoka kunyanyasika, na ikaje heshima yangu lete, na leo Bwana kurejeshea heshima yako kwa jina la Yesu. Halo. Yaani ukikubali kuongozwa na Bwana vinakujaga. Sema vinakujaga. Ngoja nikupe story fupi. Ile nimeoa nikawa sina kazi. Wiki ya pili. Njiani nikalipa kodi, hela ikakati. Ila shukuru Mungu Bwana ananihifadhi. Sikuwa na deni hata shilingi 100. Na watu walipenda kwa sasa si zaidi ya watu 300. Walikuwepo na walikula. Na hiyo harusi ilikuwa ndio ya kwanza kwenye tawi la kanisa, kwa sababu mimi nimeenda kwenye tawi. Kwa hiyo nikati jana kwanza kwenye. Sasa nilimshangaa sana kwa hiyo. Mtu mmoja ananiambia inawezekana vipi? Yeye hajaokoka. Akaiga. Baada ya kuiga alianza kukimbia nyumba. Anafunga na kitasa kwa nje, anaondoka na funguo. Ndani kuna beseni, kuna ndoo. Mwanamke anamaliza kila kitu. Usiku anaenda kutupa. Mimi nikiwa naendelea namwambia Mungu, hii hali vipi? Mungu akaniambia hivi, sikiliza. Nataka nikuondolee ile hali ya upeke yako kwanza, niingize hali ya zaidi ya mmoja. Wakati unafanya kazi ulikuwa peke yako, ulikuwa na uwezo wa kuarrange mambo yako peke. Sasa nakuletea uwili, yaani zaidi ya mmoja. Natangia hapo afije kukaa wawili. Hata leo ukija nyumbani kwako tuko zaidi. Tukikaa mezani unaambia eti huyu ndio mzee wa hii familia, unacheka. Unacheka. Mwezi wa pili vijana wa kiume watu walitoka Mwanza 2, kuna mwingine alitoka Dodoma 3, akaja na mwingine kwa Dodoma, wakafika tena 4, na mama watoto 5, na mimi 6, na tuna mtoto 7. Sasa tukikaa mezani unashangaa. Sababu kuna mmoja wetu pale sisi ni kunizidi. Ukija pale unajua huyu ndio mwenyewe, huyu ndio mzee. Ukiambia mimi ndio mzee watu wanacheka. Lakini kwa nini Mungu aliamua kuniheshimisha vile? Ni kwa sababu nimekubali kwanza kumheshimu yeye. Huyu mtu ambaye pia kaniiga mimi alianza kulala nje mapema kukimbia madeni. Neema alionayo huyu mama sio sawa na neema ya huyu mama. Mama anaweza kafuka kuku mambo ya katiki, huyu akafuka kuku mambo ya kagoma.
Lakini usimlaumu Mungu. Mbona mimi nafunga huko? Mbona mama fulani anafanikiwa? Usionyeshe mfano kule. Kuna neema yako na wewe, kuna jambo ukilifanya unafanikiwa. Mchungaji wangu kuna kipindi alienda Marekani na hizi batiki. Aliuza sana. Anakwambia kama ingekuwa ni Marekani ni hapa na Dodoma, angepeleka nyingi. Lakini kuna wengine ambao shapeleka biashara kule zikashindikana. Sawa? Kwa sababu ya Pasaka hii, kwa sababu ya ukombozi huu tulioupata, tunaadhimisha kifo cha Yesu msalabani. Tunasema hivi, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kupona kwake, magonjwa yanaondolewa kwetu, laana inaondolewa kwetu, mikosi inaondolewa kwetu, balaa inaondolewa kwetu, madeni yanaondolewa kwetu. Hatutakopa bali tutakopesha. Na ikawa hivyo kwa jina la Yesu. Na ikawa hivyo kwa jina la Yesu. Hatutaonewa tena, maana mwanaume amesema kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Tumepona kweli kweli. Waliopona wasimame wakimwambia Baba, niko hapa Jehova, mimi nimepona. Nitakuomba usiku na mchana, naomba nitokee, naomba nifanikishe kwenye mipango yako. Jehova ingilie kati, Bwana kutangulie kwenye biashara zako. Jehova kaonekane, usiwe mtu wa nyuma, ukawe mtu wa mbele. Maana maandiko yanasema tutakuwa vichwa wala sio mikia, na kutangazia leo ukawe kichwa wala sio mkia, ukawe kichwa wala sio mkia. Mahali fulani Biblia inasema